dakika ni kidogo na sijui nitafanya, lakini Roho Mtakatifu anisaidie nitumike namna gani. Zani nakete kana na kisize isashi. Amen, amen. Na kiwazo bila pia sina woga. Ninafikiri au kuja hapa by accident. Amen. Wakati nasoma maneno haya ambayo na mimi ninayoenda kuyasoma, wakati mwingine siyatambui vizuri. Niko kama huyu tunayemwona kwenye Matendo ya Mitume sura ya 8, tutasoma inaweza 30 mstari wa 30, tutasoma Matendo ya Mitume 8:30. Nisome mbio. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelea haya unayoyasoma? 31. Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Amen. Huyu jamaa inawezekana kama mimi nilivyokuwa nasoma maneno ambayo ninaenda kuyasoma. Amen. Huyu jamaa anasoma kitabu, lakini anasoma tu na hasikii, hatambui maneno anayoyasoma. Inawezekana tunakuja hapa kila wiki, kila Ijumaa Freda, tunakuja hapa tunasomewa ama tunasoma, halafu tunaenda bila kutambua. Sasa huyu jamaa akatumwa Filipo akatumwa kwa huyu jamaa. Roho Mtakatifu akamtuma. Kuna mtu yuko anasoma mambo anayapenda. Unavyokuja hapa, si unapenda kanisa la Ubote? Unavyotoka hapa unaenda Estashuri, si unampenda Mungu, si unampenda Yesu? Lakini inawezekana kuna mambo ambayo hatuyafahamu, hatuyaelewi. Sasa maneno ambayo nimeandaa tusome leo tutakuta kwenye Timotheo wa pili. Sura ya 2 mstari wa 20. Tutasoma 20:12. Timotheo, nimesema hivi, vijana muwe hangi, nitawasimamisha. Hii hapa tuko class. Leo tuko class. Sitahubiri kusema halafu niondoke. Ndio maana nimesema fungua masikio au fungue simu yako, uangalie, usome. Tutasoma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20. Nafikiri na 21. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina.
na 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hayo, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kifaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amena. Amena. Sikupata vyombo vyote ambavyo vinasemwa hapa. Sijapata tuseme kama hii ni nyumba ya tajiri. Tuseme hii ni nyumba ya tajiri. Haleluya. Nyumba ya tajiri. Sema nyumba ya tajiri. Ukitaka sema nyumba na wewe ni tajiri. Nyumba yangu. Haleluya. Sema nyumba. Ndani ya nyumba. Hapana. Hapana. Hapa wanasema nyumba ya tajiri, si ndio? Mimi nasema na wewe ni tajiri. Sema ndani ya nyumba yangu viko vifaa ili tuendane. Sasa nyumba hii na vifaa mnaviona. Mmeviona vifaa? Mmeviona vifaa? Njoo. Njoo, nimeanza. Nafikiri hivi nakawia. Hivi vyombo unaona vina nyumbani vipo. Na vina amana. Vina amana. Vina amana. Ndio. Umeona kuna nini na nini? Kuna sufuria, kuna jagi. Ndio. Na huko chini kuna hivi. Nyumbani nimesema wote vipo nyumbani hivi. Na vina maana. Vina kazi. Haleluya. Mungu akubariki. Na shule upate. Masomo upate mimi. Nataka wakunisumbulia sasa. Mimi nilisoma lakini sisikii wanasema nini. Mama, leo utahubiri. Nimesoma lakini sijui sifahamu nimesoma nini. Umetumwa kwangu. Tumeambiwa kama katika nyumba yote vina kazi, lakini vina kazi tofauti. Tuambie sasa alikuwa anataka kusema nini? Usikata mzuri. Au usikata mzuri. Amen. Si zote viko ndani ya nyumba ya tajiri. Na mgeni kahubiri leo. Wanaweza sikia. Mimi nasikia sasa ile ya mgongo mjua iko ya lazima. Kwa sababu iko ya koo ili ndio lazima. Amen. Mpigie leo Filipo akatuma kwetu. Filipo wa kwanza ule. Mkirundi tuacha mswali. Ukaitwa waso. Kuna vyumba vyote. Sasa tuna munzu y'ubutunzi. Harimo gusikiza hafi n'ibizindi. Ariko harimo n'ibiciriritse. Ariko byose gakora byose arapima. Haleluya. Amen.
Pastor. Hallelujah. Mimi natambua hivi vyote ni nyumba, sema hii ni nyumba tajiri. Si kuna viti na masofa yako. Yeah. Mimi natambua kufuatana na jinsi maandiko yanasema, ukishuka kwa mstari wake wa 21 nasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hayo, atakuwa chombo cha kupata heshima. Atakuwa chombo cha kupata heshima, cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimefichwa Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Yaani inamaanisha kwamba kufuatana na mimi ama kufuatana na uelewa wangu, utakaso ni kitu cha maana sana. Ukitaka kuheshimika na Bwana na kujitakasa, unatakiwa kuanza kujitakasa, kwa sababu kila leo mtu anaangalia wenye haki. So kufuatana na mimi nasema kwamba utakaso na kujitakasa ni kitu cha maana sana mbele za Bwana, mbele za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. French ama English. Amen. Amen. Selon ma compréhension, selon l'Esprit Saint, Ninavyotambua mimi, en bref, kwa kifupi, la parole de Dieu nous demande de se repentir. Ça parle généralement de la repentance. hapa yeye ameona kama ni mambo ya kutubu. En bref, c'est ça. Yeye kwa kifupi amesikia mambo ya kutubu. Amen. Simu mpe. Amen. Amen. Sasa wakati haupo. Niliomba saa nzima kabisa. Niliomba saa nzima kwa mafundisho hayo. Lakini haleluya. Haleluya. Sasa nani, kuna watu nimesema msifanye hivi. Sasa mimi nataka wewe kila siku uje tu naimba tu pale. Ongea kitu. Roho Mtakatifu anaweza kutumia na ongea. Wewe unanidesevoir. Hawezi kitu kweli. Hawezi sema neno kweli. Na uko kama huyu Mwethiopia. Dada, lakini kutoka kwenu. Let's go to the spot. Jag fattar inte så mycket, men jag förklarar lite grann här att vi
vi måste spara mina kropp, till exempel. Vi ska också spara min hjärna. Yes. Okay. Yes. Yes. Anaongea mambo, yeye anaona picture ya mtu. Namna gani ushughulikie mwili wako na mawazo yako. Ja. Första steg vi kan göra det är psykolog. Kuwatafuta watu wale ambao så vad händer med sakerna som är i rik man hus? Vad händer? Det är samma sak. Vi kan det är guld eller silver, det är samma sak. Vi måste bara tänka att vi ska använda den. Det spelar ingen roll att det är guld eller men det är bara vilken saker det känns för mig. Okej. Amen. Spelar ingen roll. Om det gold, silver, glaser eller sopa. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Säg. Spelar ingen roll. Halleluja. Haleluya. Amen. Kama jinsi tulivyofundishwa, tumeambiwa katika nyumba ya tajiri kuna silva, kuna dhahabu na kuna vyombo. Jinsi tulivyowekewa mezani, kuna vyombo vya udongo, kuna vyombo vya glasi pale, kuna chupa la chai, kuna sufuria na pia kuna chombo cha kutupia uchafu, kuna meza, kuna viti na vinginevyo vingi, na kuna vile vya kufagilia. Kwa uelewa wangu nilivyovielewa, naungana na yeye jinsi alivyosema kwamba vyote tunavihitaji. Na kwa nini tunavihitaji? Kwa sababu kila kimoja kina faida yake ndani ya nyumba hii. Amen. Twende. Kila kimoja kina faida. Kwa sababu tusipokuwa na ufagio nyumba itachafuka. Nyumba lazima tuisafishe. Na tunapokuwa tumefagia lazima tutazoa uchafu. Ndio maana tunahitaji ile ndoo iko pale. Na kuwepo kwa ile ndoo pia kuwepo pale bado tunahitaji kula. Tutapika chakula ndio maana tuna sufuria. Tunalo sahani ili tuweze kuwekea chakula. Ili tuweze kupokea wageni na tuweze kupokea wageni. Haleluya. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni kwamba vyote vilivyomo ndani ya nyumba tunavihitaji na tunatakiwa kuvipenda kwa sababu tunavihitaji. Makofi. Mpatiwa nyuma yako. Haleluya.
Nipatia mama. Amen. Amen. Välkommen Adil. Tack så mycket. Unajua nikisema wakati lakini hata kama unaimba. Pastor amesema muda huko. Don't worry. Amen. Mwenye nyumba ana sababu, anajua sababu gani aliweza kuweka ndani ya nyumba. Kwa hiyo hapo anapata mfano ni nyumba kubwa ina hivi vitu na mstari wa kushuka kama mdogo mstari kusema hapo. Wanataka kuzungumza kuhusu ni kama inabadilika. Hawazungumzi kuhusu nyumba, lakini wanazungumza kuhusu kila kitu kiko ndani ya nyumba. Mwenye nyumba ana sababu gani aliweza. Soma kidogo ile 21. Inasema hivi. 20. 20. Katika nyumba kubwa. Wende polepole. In a large house, there are articles. Katika nyumba kubwa kuna vitu tofauti vya dhahabu, silver, also. Lakini ukisoma juu yake nasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu. Hao ndio ndani wa wewe There are articles not only katika nyumba kubwa kuna vitu si tu individual lakini vingine pia. That's what I wanted. And what I'm saying is that katika hii nyumba kuna vitu tofauti. Kuna vitu tofauti na mwenye nyumba ana sababu ya hivyo vitu vyote kuwa ndani ya hiyo nyumba. Na kama nilikuwa nikisema tunazungumza kuhusu kwa hiyo sasa tunafanya kushiriki those who cleanse themselves inamaanisha wapi? Si vyombo tena. Vyombo vimegeuka nini? Haleluya. Haleluya. Alafu mwenye nyumba ana sababu gani hawa watu wote wako ndani ya hii nyumba? Yeye anajua huyu ni iko hivi, huyu iko hivi. Lakini sasa let the big instrument for special purpose made holy used to the master. Alafu mwenye nyumba sasa hivyo vitu vya thamani ndio vinakuwa vya maana kwake. Alafu watu tuko nyumbani kwa ndio vinakuwa vya thamani kuzidi. Alafu sisi ambao tuko ndani ya nyumba tunafunza wengi nyumbani kwa sote ni wa thamani. Lakini wale ambao wanasema wanaojitaka wanaotafuta wanaomsoma ongeze maneno haya naomba aombe kuwa mtu kwa haraka kusema vile unayoyasikia, kwa sababu neno la Mungu linaomba
Amen. Meditation na liberation. Amen. Kwa sababu ukisoma mstari wa 20 wanasema vyombo. Na ukifuatilia mstari wa 20 unaweza kuona vyombo. Amen. Mnamsikiliza? Na watu wengi kama hawaelewi, mtu anaweza kutoka hapa na anaenda nyumbani na sema walitufundisha vyombo vya kwenye nyumba ya tajiri. Hata mbele wanaweka vyombo, ni mfano wa mstari wa 20. Lakini vile vyombo unavyoviona pale ni vizuri uone mstari wa 21 inasema vinageuka ni mimi na wewe. Haleluya. Haleluya. Ili kila mtu aelewe. Mimi kwa ile nyumba niko na kazi gani? Haleluya. Hiki kifagio akiishi hapa. Akiishi hapa. Kina nafasi ambapo wanakiweka. Kinafichwa. Akiingia kusalo. Kikiingia kusalo maana yake watu wote walishawatosha. Inamaanisha nini? Ekaje ni taire. Watu wanakuja hapa msalo, wanakula chakula inaanguka, nyumba inachafuka. Wale watu ambao walichafua nyumba, wote hawajali, wanaenda. Wanapoenda hiki chombo ndio kitakuwa msalo. Ngoja tu kidogo hapa kama tutakula sijui. Haleluya. Lakini hiki chombo hata kama kinafichwa kule, kina kazi yake. Na ni chombo cha thamani sana. Kwa sababu kama hakitapatikana hapa, wenyewe walichafua nyumba, wakikutana chafuka watakaa. Na hiki chombo hakitagombana na chombo hiki Cha mezani. Hakitagombana. Kila chombo kitapatikana wakati wacho na kazi yake. Ni vyombo vingi sana, lakini kila chombo na wakati wacho na kazi wacho na vinaheshimiana. Hautakutana siku moja hii napigana na hii grass. Hadi kwa na binaweka grass na hii wanaweka nafasi moja. Lakini hakitagombana. Kila kitu kitakuja nafasi yake na kazi yake. Sijui mwalimu. Haleluya. Lakini wanaposema hivi, mstari wa 21 inasema kitu kubwa sana. Hiki chombo tunapokitumia kinachafuka. Na kikichafuka, kazi yako itakuwa imeishi. Kusema wakitumie tena, kinapaswa
kuoshwa, kutakaswa. Kristo. Ni mimi na wewe tuko hapa. Tufanye nyumba ya Mungu iwe nyumba ya lazima. Amen. Na kusema hii nyumba iwe nyumba ya lazima ni wewe, kama wewe unajua mimi ni kifagio, wakikuita tufagie, kuja tusafishe nyumba. Haleluya. Mimi ningesema vile vyombo vyote vinahitajika. Hiki kikosekana nyumbani siku 3 siku hili tuko hapa, tukimaliza ibada tutafagia. Haleluya. Haleluya. Tusimame. Basi mimi nimetambua, umenisaidia kutambua kila aliyesema, kila aliyeongea. Mungu wa mbinguni amjalie amani, amjalie neema. Lakini kama wewe unasikia kama ni chombo na kinachohitaji kusafishwa ili kifanye kazi ingine tena, sogea hapa. Kama unajisikia wewe ni chombo, unahitajika kufanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa na kuifanya ukiwa umetakaswa, unaweza sogea hapa, usiende hivyo. Amen. Amen. Safi kweli, safi kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Uchawe shweju kuruma nziza shego Imana andanye avugana n'umuntu wese muri twebwe. Uwiteka nyir'ijuru n'isi, turagushimiye ku majambo twumvise, turagushimiye ku bagize icyo baterera kuri aya majambo. Icyubahiro kibi cawe, utugiriye neza mu izina ry'uwabambwe Yesu Kristo, ujane n'umuntu wese mu izina ry'uwabambwe kusaba amaraso ya Yesu Kristo badani kutunika ko urakoze data. Amena. Kiongozi yuko wapi? Namrudisha microphone. Ninawashukuru na Mungu awabariki. Haleluya. Unaweza kukaa. Wabariki. Tunashukuru kwa mhubiri kabisa, ametufunza kitu kikubwa sana. Ukiangalia mzuri, anatumia hekima kubwa sana ya kutufundisha sisi. Na jinsi alipoanza alisema kwamba sikukuja ubiri na nikiwafundisha. Ukiangalia vizuri, sisi wenyewe ndio tulihubiri na yeye alisikia. Haleluya. Ile ilikuwa hekima ya kikubwa sana ya kutufundisha kabisa. Mhubiri wetu, Mungu ambariki,
Mungu amwongezee mafuta makubwa. Mungu amwongezee neno ya kutukumbusha ya kwamba kumbe kila mtu ana uwezo wa kuhubiri, si wahubiri tu mapasta manani, lakini kila Mkristo ana uwezo wa kuhubiri. Sasa ukisikia ile moto inakuingia, kamuone pasta, ambie pasta, nasikia upako moya, nipatie kama madhabahu nikahubiri. Ukisikia moto wa Mungu usinyamaze kimya. Tuna mchungaji hapa atakupatia madhabahu tukulishe neno. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Basi tunamwita pasta kutupatia matangazo. Ningetamani kuita walio kule nje jikoni, walikuwa nasema wanashukurani, nilikuwa nishasahabu. Yana kuna wengine wako kule nje waliniambia sana kwa nilikuwa na shema wako akasema na sisi tuna ushuhuda. Pasta tupatia muda tuambie hatuna haraka. Ni kwa sababu wengi walichelewa, nile kuchelewa kwetu tunapata turudishe ile muda yetu yenyewe mlikula. Hallelujah. Hamisi utesi nita onyeko jikoni kama wana muda wakuje tusikie ushuhuda. Ushuhuda umejenga na ushuhuda umesaidia njia ya imani. Ya kabisa baba. Visafi, oh safi kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Karibu kwa ushuhuda. Haleluya. Si ndani yako atakupendeza na wewe. Alivyonipendeza mimi atakupendeza na wewe. Bwana anapendeza. Kikubwa ni kumfungulia maisha yako. Fungua moyo wako, mkaribishe, mpe nafasi ndani ya maisha yako. Atakupendeza. Juzi tulienda kwenye mkutano wa Injili Esteshund. Kule tulimwona Bwana anavyopendeza na alitushangaza. Special mimi alinishangaza. Haya ninayoyasema unaweza ukaona kwamba labda ni mambo ya kawaida, lakini hakika alinishangaza. Tulifika pale siku ya Ijumaa. Yalikuwepo maombi yaliyoanza saa 5 mchana. Na kama sikusahau nafikiri tulimaliza saa 5 usiku. Kwa nini hapa tuna wasiwasi ya kuwa hivyo? Kwa nini tunakuwa na haraka ya kuondoka? Tulimaliza saa 5 ya usiku. Na tukaenda nikatafuta hoteli sehemu ya kulala. Na kule kwenye nilikoenda kulala, haleluya, niliendelea kumwona Bwana. Watumishi wa Mungu kumbe na wao walikuwa wameenda kulala huko. Tuliendelea kutabiriwa. Mambo mengi yalijifunua kwetu. Tulimaliza saa 5 ya usiku, si ndivyo nilisema? Lakini na wahakikishia niliingia kulala saa 10 kasorobo ndio tulimaliza. Lakini saa 12 niliweza kuamka kujiandaa ili kwenda tena kuendelea kanisani. Na hapa ninapowatangazia nimefika leo saa 9:20 ya alfajiri ndio mguu wangu umeingia nyumbani kwangu. Lakini niliweza kuwahi kufika kuchelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alinishangaza. Yesu alinishangaza. Niliyesimama mbele yenu niliyashuhudia matendo makuu ya Mungu aliyotenda kwangu. Mchungaji alisimama akahubiri.
ya umoja, na ule umoja ulifanya kazi ndani yangu, kwa sababu ule umoja ulikuwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ule Utatu Mtakatifu ulinishukia ukayatenda makuu na maajabu ndani yangu. Nilikuwa ninasikia upande wangu wa kichwa kama umeoza, na hakika mimi kama mimi nilikuwa najua kwamba kichwani kwangu kuna sehemu tayari kumekufa, kumeoza. Lakini nilikutana na Yesu. Nilikutana na Yesu. Na nitakaposhindwa kuyatangaza, kuyashuhudia matendo ya Mungu aliyotendea, nitakuwa ni mnafiki kwa huyo Yesu wangu. Walisema tuombe na kila mtu ajiombee. Nikaanza kuomba. Nikaomba. Nikasema, Roho Mtakatifu, niko mahali hapa na sihitaji kurudi nyumbani kama nilivyokuja. Nataka nirudi nikiwa mpya, ili nikayashuhudie, nikawaeleze nitakao waona yale uliyonitendea. Na nilipokuwa nikiendelea kuomba, huku nimeyafunika macho yangu, watu wa Mungu, nilikiona kitu kilitoka ndani ya kichwa changu upande huu, kitu ambacho ni nyama, chenye picha ya nyama, kina damu. Na nilipokuwa niko ninaomba, nilisikia baridi kiliingia mwili mzima. Nikasema, Roho Mtakatifu, karibu kwa maisha yangu, fanya kazi yako ndani yangu, rekebisha kisichostahili ndani yangu. Na alifanya vile. Nilikuwa niko ninaomba, mikono yangu nimeinua hivi, nikasikia nguvu imeingia katika mikono yangu. Nguvu ilivyoingia katika mikono yangu ikaanza kutetemeka. Nikaisikia sauti inaniambia, weka mikono yako kwenye kichwa chako. Nilipoweka mikono kwenye kile kichwa, ndipo kile kitu kilichomoka kinatoka. Na nilipoendelea kuomba, niliinua uso wangu, nikaangalia mbinguni, nikakiona kile kitu kinaenda kikiwaka moto. Watu wa Mungu, pendeni kuomba tunaye Mungu. Na tunapokuwa tukimwomba huyu Mungu, tuombe tukimaanisha kutoka ndani ya moyo. Vilivyowashinda madaktari, lakini Yesu ametengeneza. Vilivyokuwa vimekufa ndani yangu, Yesu amevipa uzima tena. Mungu wetu ni mwaminifu. Msione nilikuwa nikicheza hapa mkafikiri ninacheza bure. Hapana. Hapana. Ninayo haki ya kumchezea huyu Mungu kwa yale aliyonitendea. Na vile kama tulivyofundishwa kwamba vile vyombo, kila kitu kinayo kazi yake. Ukisikia kusimama kumchezea Mungu, mchezee Mungu, kwa sababu upo uponyaji katika kumchezea Mungu. Ukisikia kumpigia makofi Mungu, vigelegele, fanya, upo uponyaji kupitia hivyo. Ndio maana tukawekewa vitu vyote vile. Kwa sababu gani? Vyote tunavihitaji. Mungu anaijua haja ya mioyo yetu, anaijua haja ya moyo wako. Anachokuomba wewe ni kumpa nafasi ili aingie apate
Nakwambia mtu wa Mungu, utakapompa Yesu maisha yako, atakushangaza. Atakushangaza. Mimi nilimuona Yesu. Nimemuona siku ya Ijumaa. Nilimuona jana na hata leo. Mpe maisha yako Yesu. Mpe kila kitu Yesu. Ule muujiza alionitendea usiishie kwangu na kwako ukufikie. Upokee uponyaji wako kuanzia leo. Nikisema sitoweza kumaliza, ninayo mengi sana ya kusema. Lakini nikisema niendelee tutakesha. Acha itosheleze kusema kwamba Mungu wetu bado yupo kazini. Ameshika usukani. Anatuambia tumwambie tunataka kwenda wapi, atatupeleka. Mbarikiwe sana. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema asante kwa Mungu kwa yote ambayo ametenda. Haleluya. Akisema hayo mtu ambaye hamjui hataelewa. Lakini sisi ambao tunamjua, tunajua yale Mungu aliyotenda. Nakumbuka wiki iliyopita hakuweza kuingia huko. Amekaa kule nyuma kwa sababu ya hiki kichwa kanasema. Lakini kwa sababu ya mponya, jina la Bwana libarikiwe. Na watakuponya na wewe wakusaidie. Tunamaliza ibada, lakini matangazo tunayo. Tunasema nafura na wewe. Na yana takusema. Karibu. Acha sema. Karibu. Acha sema. Acha sema. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Amen. Na mimi nataka kumshukuru Mungu. Mwimbaji ndio alikosa kusema. Akasema Yesu unanishangaza. Kwa sababu nikiona kazi za Mungu mimi nashangaa. Mungu wetu anaweza. Hashindwi. Amen. Amen. Acha nishukuru Mungu, wiki 2 zilizopita nimegonjwa, nikapata bani, nikawa nikiumwa ndani ya tumbo, nikaenda kwa mganga, walipokamata vipimo wakasema niko na infection mu mwili, wakinipa antibiotic, nikakamata ile antibiotic, nikamaliza. Nilipomaliza ile antibiotic, kuliko mimi kuwa
ilikuwa afadhali, nikakuwa vibaya sana. nongera ndahamagara kwa muganga, Nikaita dokta nongera ndasubirayo na nikarudia tena. Icyo bakoze walichokifanya, walinipatia, waliniongezea antibiotike. Nalifata, nikaikamata, ariko bukeye bwaho, lakini siku ya kufuata mdaktari arampamagara, dokta kaniita ati zina makuru, akaniambia unajua ama exam yose twagufashe, vipimo vyote tulikamata yerekana ko atamara, inaonyesha kwamba wewe uko mzima, una magonjwa yote. Inamaanisha kwamba na zile antibiotike zote atacho hivi tunalile, inamaanisha kwamba zile antibiotike hazitakusaidia chochote. Ariko ndiko ndazifata, lakini nilipokuwa nazikamata naomba kuna roho nikasikia na nikasikia afadhali. Ama ndaifata ndaiheza, nikakamata ile dawa nikaimaliza. Maze kuyiheza, nilipoimaliza bari bamaze kumyinjira kwa muganga, walikuwa wameshaniambia kama hazitafaa sana. Ndagenda nikaenda kwa mganga, maana baranyitaho ku buryo bwiza. Pale nilipofika kwa mganga walinisaidia, walinipokea vizuri. Abadokteri babiri baraza barankorera ibipimo, wadokta wawili wakakuja kweli wakanifanyia vipimo vyote, baravuga ngo biraducanga, wakasema inatuchanganya, ati turagukora transfer, wakasema tunakutuma kwingine hospitali. Twizere ko baca bakutuma ko ni ngombwa, tuamini kwamba kule watakusaidia. niho nabona bamaye rendezvous yo donc yindi ndwi, nilipoona wananipatia rendezvous muri iyo ndwi nyene, mwa hiyo wiki ibyo byose byabamo, mwa hiyo wiki yayo yote yalipitikana, yari yo kugenda mu rugendo rwose. na mwa hiyo wiki hayo yote yalipitikia. Ilikuwa ni wiki ya kukamata safari ya kwenda station. Kwa gatatu, siku ya tatu kari dusoma sengesho kwa mama Angelina, tulikuwa na maombi kwa mama Angelina. ndumva ko babara, nikasikia kweli maumivu kandi cyane tena sana. ndimvira ngende gusenga nje mu yakiti, nikajiuliza nende kwa maombi au nende kwa kiti. ndi mu nzira nahamagara mugabo, nilikuwa mjiani, nikaita bwana yangu, namubwira ndagiye gusenga, nikamwambia mimi naenda kuomba, ariko duhejeje kugenda ndacaja mu duhejeje gusenga ndaja mu yakiti, lakini nikitoka kwa maombi taenda kwa mganga, kubera nari si umwana arambwira ngo ndacanza gutora umwana, kwa sababu nilikuwa na mtoto. Yeye bwana yake akasema atakuwa kuchukua mtoto. ndamubwira oya ndaguhamagara, mimi nikamwambia mimi nitakuita. Senga turaheza, tuliomba tukamaliza, ndataha mwira, nikarudi nyumbani. sinagiye muri yakiti uko nyene, sikwenda kwa kiti sasa hivi. ndagenda nibrosa nyene ngomba njame, nikaenda nikasafisha meno, haja na mazeno kwa mpinjamo. Nilipokuwa na nguo za kulala, numva ububabare ntaziyokuye, nikasikia maumivu, sijui anatoka wapi. Numva sindabusikwa, nikasikia maumivu, siwezi kuyaelewa. Chata telefone kuri Rwashutuju, nikaita namba 112, hama ndababwira ingene mbabara, nikamwambia maumivu ni nayo. Bambwira ngo uteze kutumia, wakaniambia ni lazima, unalazimishwa kwenda kwa mganga. Nilikuwa nagenda muri yakiti, nikafika kwa mganga. Cyo bakoze bafasha examen yose bamwe mu normal, wakakamata vipimo, wakaniambia vipimo vyote vinaonyesha kwamba baratelefona umudokiteri ababwira ngo ntabwo dushobora kumwakira mu ijoro. Wakaita daktari akasema yeye hatuwezi kumpokea hii usiku, ariko ngo ndagiye gusaba kugira bamurondere umwanya wo hafi. Yeye akasema, daktari akasema sijapokuwa tumpokea, mimi nitaenda nitatafuta muda wa
karibu ili tumpokee. Ama baca bampa vidoni Wakampa dawa ya kupunguza maumivu. ndataha Nikaenda nyumbani. niho nabona ikeye bampaye nawe. Asubuhi nikaona wanipatia muda wa kwenda kwa mganga. Ndagenda amenye n'abadokiteri babiri. Nilipoenda nikakutana na madaktari wawili. Baraza barakora amaekogarafi, barakora ibintu byose. Wakaja wakafanya vipimo vyote viwezekanavyo. Wakasema hatuone ni wapi kosa lipo, lakini kuna vipimo tulivyovikamata, tutakwambia. Rero kugira tugire aya maexame, kwa hiyo ili tuchunge majibu, reka tukandike izindi bidoni. Acha tukuandikie dawa za kupunguza maumivu. Harageze aho hari jendi, ilikuwa ni ile siku ilikuwa ni siku ya 4. ndava kwa muganga ndagenda ndagura uwo muti. Nikakaa kwa mganga nikaenda kanunua zile dawa. Bukeye gaca tugenda station. Siku ifuatayo ilikuwa ni siku ya kukamata safari ya kwenda station. Nari njyamye mugoroba, nilikuwa na lala magharibi, nikaamka nikaanza kutafuta mavazi. Wanaweza kaniuliza unafanya nini? Kaambia kesho asubuhi niko na safari. Akanitizama kweli, akasema wewe mwenda wazimu. Ndamubwira mfise urugendo kandi nigenze kwa modoka. Nikamwambia nina safari tena mimi ndio nitatembeza gari. Akanambia hapana, haiwezekani. Sizundi mgenzi yampamagaye. Kuna rafiki yangu mwingine aliniita. Ndamubwira ndafise urugendo ejo ariko nditegura. Nikamwambia mimi niko na safari kesho, niko na jiandaa. Ati wewe? Akasema wewe? Nabwo ubabare bwawe utabutegura. Na yale maumivu. None nibaza uri kurivura biragenda kuko. Yale maumivu yakaendelea na huko natembeza gari itakuwaje? Sina na mwisho mjini wazoki vitali hataki. Mimi nikamwambia haya nayasikia kuna pepo. Ongea mzuri. Nikamwambia mimi nitaenda. Ndagenda. Nikaenda. Ndatwara ushikeyo. Nimetembeza gari mpaka nifike station. Shitseyo. Nilipofika tinaenda usiku kwa shikora jana niliza hospitali. Nilipokuwa natembeza gari nilikuwa na zile dawa zangu sababu nilikuwa najua siri yangu. Dushitse rero tugera mu gihe cyo kuramya. Tulipofika kule tukapiga kipindi cha kuabudu Mungu. Ndaramya pe. Nikamwabudu Mungu. Ndataha. Nikamchezea Mungu. Mungu ndasana nazo yawa. Nilikuwa sawa kama mtu ambaye hana maumivu. Wewe wale basi ndabirengageza hasi. Ile maumivu nilikuwa najisikia nikaweka chini. Ndatamba nitayo n'umuntu umwe karata. Nikamchezea Mungu bila kufikiria mtu mwingine. Naruka nigeze nibwira ngo bakora gufata na video. Sikuanza kama wako na tukamata na video. Ndatamba pe. Nikamchezea Mungu. Hejeje. Nilipomaliza ndasohoka. Nikaenda nje. Kumboga wale ni mara gato. Nikasikia nasikia sina maumivu tena. Ndaboga kanda biumwana. Nikasema acha nikamate muda nisikie. Kaga tikijena basi na babu. Nikasema ndani mwangu ile dawa sina kamata dawa tamu. Ndachicheka nikanyamaza. Nakaha tukaenda nyumbani. Ndumva ko nakize neza neza. Nikasikia kweli na uhakika mimi nimepona. Sinzi umuntu yambwiye ngo nafise ubwoba bwawe. Kuna mtu alinisogea akaniambia mimi niko naoga kwa ajili yako. Nikubere. Kamuuliza kwa nini? Ngo kubera ingene urwara donc bikaza bitunguranye kandi ukaba utari hafi y'umuntu. Kwa sababu unakuwa na magonjwa ya ghafla na hauko karibu ya nyumbani. Nirekeleze. Nikamwambia achana na hayo, Yesu ameshatenda. Nikamwambia tulia. Ndafise n'urupapuro rwo kwa muganga. Na niko na karatasi kwa mganga. Kwa ubwo babare barangize shotspire
Kwa sababu ya maumivu hayo nilikuwa nayo, wameniandikia kukaa nyumbani wiki 2. Mumbarire iyo nza kumviriza ivyo umubiri kurambira. Kweli ningesikiliza yale ambayo mwili unaniambia, sinumva ico umwuka ambarira. Singesikia ile ambayo Roho Mtakatifu ananiambia. Ni ukuri ntatekeranya kweli bila mashaka narinda tuzohangurisha najana. Nilikuwa na uhakika kama tutapata baraka kule official. Amen. Nugukira kwanje kwari hari na kupona kwangu kulikuwa pale.